want to tell you today from where you are. There was another Luo man, short like you, a bit plump, when mbeba kidogo. Alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi. Alikuwa na nguvu kama hiyo uko naye. Alikuwa anaitwa Kalam Maduong, the mighty pen. His word was law. Alikuwa shamba yake iko pahali inaitwa Rongo. There was no airport. There was nowhere planes could land. There was no airstrip. Alikuwa anapiga simu, OCS inafunga barabara pande hii na pande ile kilomita 6. Anaangusha ndege kwa rami. Anaenda kwa shamba, anakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Magari pande ile zinangoja, magari pande hizi zinaengoja. Akimaliza, anaingia kwa ndege, ndio gari zinaanza kusonga. That is how powerful Oyugi was. Alikuwa ni yeye peke yake, walikuwa naenda sauna na Moi. Wanaingia wanaume, wanakaa uchi, wanaota joto na kusweat. Wanaamua ni nani atakuisha Kenya, ni nani atasimama. Tulikuwa sisi tukiwa Madiu akikupigia simu, hata kama uko 400 kilometers, unasimama ukiongea na yeye na simu na kupiga salute kwa simu. That is how powerful he was. Akatumiwa na Moi, akatumiwa kuumiza watu. Ndiye alileta maneno ya rigging ya 1988. When Mwai Kibaki here, alikuwa rigged kama chairman wa KANU hapa Nyeri. Na ndio Kibaki siku hiyo akasema even rigging requires some intelligence. Hiyo system yote ilikuwa ya Hezekiah Oyugi. Alinyanyasa watu, kila mtu na lia. Siku Moi alimugeuka, walishikwa na Biwott, wakafungiwa hapo GSU headquarters. Biwott akapatiwa cell, akaletewa mattress, akaletewa kila kitu, akakaa hapo ya kufunika watu macho. Oyugi akadungwa sindano. Life was never again the same. In 7 months he was dead. Not even the assistant chief of his area, not even Mzee Nyumba Kumi alikuja mazishi yake. That is how Moi misused Hezekiah Oyugi. Wewe Raymond Omolo, history is repeating itself. History is repeating itself. You are today's Hezekiah Oyugi. And you are his hate. You are his hate. And the way, and he was also from South Nyanza like you. Ile jamii moja alitoka, ndio jamii Ruto ametoka. History is repeating itself. Siku Ruto atakugeuka hivi karibuni, akiona kura ya Wajaluo hakuna, kwa sababu hakuna, ndio utajua huyu ni nani. You also remember there was James Opio, another Luo man. Alikuwa Nyayo House torture chamber kwa special branch. Ndio alikuwa nafinya wanaume makende. Wale wanaume wote walipitia mkono yake, hakuna anaweza saa. He is the one who tortured men. Aliumiza hata kina Raila Odinga na kila mtu. He is today a poor man, anatembea na bodaboda. Nobody cares about him. He walks like a ghost. So wewe Modomolo, endelea. Endelea kutafuta pesa, pea Wajaluo kuua Wajaluo. And I have started because I'm a student of literature. Nimesoma oral literature about the Luo nation. The Luos don't kill. They don't. You are the first one where Raymond kuua Wajaluo. A Luo man does not remove plants from the shamba kabla kuiva. Hata kama shamba ni yake, kama umepanda, anangojea mpaka ufanye nini? Uvune. Those are the customs of the Luo people. Very honorable and decent community. So Raymond Omolo, endelea kutumiwa na Ruto vile ametumia Ichung'wa hapa kwetu. It's up to you.